عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما كان لو كان كيف كان يكون. وأصلي وأسلم على من كان رحمة للعالمين وبعد. Waislamu, leo biidhnillahi ta'ala tutazungumzia min khasaisil Qur'ani, miongoni mwa mambo ambayo yanayohusika na Qur'ani. Qur'ani yote inahusika na majambo yote. Qur'ani mzima inahusika na majambo ya aina yote. Kama Allah anavyosema, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Allah anasema kwamba pindi utakaposoma Qur'ani, we Muislam, basi mnafanza kati yako na kati ya maadui zako hijaban mastura, ulinzi madhubuti kabisa. Kwa ndugu zangu, Qur'ani ni ulinzi tosha kabisa. Haina haja kuchukua ilizi kutembea nazo mifukoni, wala kujifunga mazima, wala kwenda kuchimbia mazindiko katika majumba yetu. Hayo masala katika Uislamu hayapo. Qur'ani ni kinga tosha kabisa dhidi ya maadui zako. Wewe katika mwili wako, katika familia yako, katika mji wako, Qur'ani yatosha kuwa kinga. Hiyo ndo Qur'ani. Lakini kadhalika Allah anasema, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah anasema kadhalika, laiti ya kwamba tungeiteremsha hii Qur'ani katika majabali, basi ungeona majabali yanavunjika kutokana na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya uzito wa Qur'ani. Kwa ndugu zangu, Qur'ani ni nyundo, ni bakora, zaidi ya nyundo, zaidi ya bakora, kwa wale ambao wanajiita majabali, wajifanya kibri, wajifanya majeuri. Mfano, una shetani katika mwili wako anakusumbua, anajiita jabali, ajifanya mkaidi, mbishi, basi akisomea Qur'ani kwa ikhlas kabisa, huyo shetani anavunjika, anasambaratika mbali na hatakusumbua tena. Kwa hiyo Qur'ani ni bakora, nyundo, ni silaha kwa Muislamu dhidi ya maadui zetu, dhidi ya adui yako. Lakini kadhalika Allah anasema, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Tumeteremsha Qur'ani hii iwe shifa, iwe tiba, iwe ponyo kwa waumini. Ndugu zangu, Qur'ani tiba kila ugonjwa, Qur'ani shifa ya kila ugonjwa. Na ndio Mtume anasema hivyo kwamba asiyetibika na Qur'ani basi hakuna kitakachomtibu. Ndugu yangu, una shida, una maradhi yameshindikana hospitalini, basi rejea katika Qur'ani, utapata ufumbuzi wa maradhi hayo, ufumbuzi wa shida hizo. Sasa tunaposema khasaisul Qur'ani, maana kuna baadhi ya sura zinahusika na majambo maalumu. Kuna baadhi ya aya zinahusika na majambo maalum. Yani kuna sura zo khas li ajli umuri khas, kuna aya khas li ajli umuri khas, na kuna sura maalumu kwa ajili ya majambo maalumu, kuna aya maalumu kwa ajili ya majambo maalumu. Mathalan, wewe una ziki ya kimaisha, maisha yako magumu, riziki yako imekuwa ya tabu, yani ujielewi au hueleweki, unatoka subhi unarudi kama ulivyotoka, maana upate kitu. Sasa shida kama hizi, kuna sura katika Qur'ani tumeelekezwa na Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ukizisoma sura hizo, basi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala mambo yako yanafunguka, unapata riziki kwa wepesi. Sasa hiyo ndio inaitwa khas, au hizo sura ndio zinaitwa khas kwa ajili ya majambo kama hayo. Kadhalika una maradhi katika mwili wako,
maradhi unakwenda hospitalini, unamaliza vipimo, maradhi hayaonekani. Au maradhi yanaonekana, unamaliza dozi, unabadilishwa dozi hii, unakuja dozi hii, maradhi hayatibiki. Sasa ndugu yangu, katika Qur'ani kuna sura maalumu, una aya maalumu, hizo ukisoma au ukisomewa, basi biidhnillah taala hizo hali zinatoweka ndugu yangu. Kadhalika mwanao wanasoma shule, yupo darasa la 4 mpaka sasa, anakwenda la 7, lakini kusoma hawezi, kuandika shida. Hayo matatizo ukirejea katika Qur'ani kuna sura maalumu, kuna aya maalumu, akisomewa au akisoma, basi zawadi zinamtoweka. Hizi vitu ndio vinaitwa khas li ajli al-umuri khas, au aya au hizo sura ndio zinaitwa maalumu kwa ajili ya majambo maalumu. Sasa tunaposema min khasaisul Qur'ani, tunakusudia maanake sura fulani kwa ajili ya majambo fulani, haya fulani kwa ajili ya majambo fulani. Sasa leo biidhnillah taala, ndugu yangu wa Kiislamu, nitakupa faida moja ya Qur'ani, faida moja ya Qur'ani uweze kusaidia katika maisha yako na jamii ya Kiislamu ifaidike na Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ijaletwa watu wasomee tu hikma au wasomee tu talqini. Sivyo hivyo, Qur'ani ina manufaa makubwa kabisa kwa Muislamu duniani na akhira. Sasa ndugu yangu, leo chukua faida itakusaidia katika maisha yako. Una shida katika mwili wako, una maradhi yanakusumbua, unakwenda hospitalini, maradhi tibiki, unakwenda huko maradhi upate jibu, basi mwanao kadhalika anasumbuliwa malaria, akienda hospitali haonekani, typhoid ana, UTI ana, lakini mtoto halali mchana wala usiku halali. Sasa ndugu yangu, chukua maji yaliyokuwa masafi, baadaye hayo maji yasomee suratul Fatiha mara 40. Ukishasoma suratul Fatiha mara 40, basi maji hayo tumia katika mazingira ya kunywa na kuoga. Maana unakunywa baadaye jipakaza mwili mzima. Kama mtoto ambaye anakunywa, ajipakaza mwili mzima. Unaweza kufanya hivyo asubuhi, kanywa na ukajipakaza, mchana ukanywa ukajipakaza, kadhalika jioni vivyo unakunywa na unajipakaza. Isipokuwa ukisikia kiu unakunywa maji haya. Mtoto akitaka kiu, akisikia kiu unampa maji haya. Basi biidhnillah taala fanya hivi, tumia hivyo, utakuja kuniambia majibu ya surati Fatiha, lakini utakuja kuona uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Qur'ani. Wallahu a'lam.